Elder amesha introduce majina yangu na nashukuru Reverend. Naheshimu protocol zote za nyumba ya Mungu, maana ingawa Reverend hayuko, najua bado niko chini ya uangalizi kwa sababu elders wako hapa. Kwa hivyo nashukuru nikimwomba Elder Eliud awave the church. Yes, he's a soldier, a product of the disciplined forces, na iko hivyo tu. Naomba Vincent akaribie, maana sina muda mwingi, na ili tusaidiane na yeye ili tuendelee. Like the song has said, kama vile wimbo umesema kwamba it's not an easy path, ya kwamba sio njia rahisi, but lakini with the Lord Jesus leading the way, na Yesu Kristo akiwa anatuongoza, holding my hand, akiwa anatushika mkono, it is possible. Yawezekana. Bwana asifiwe. Praise the Lord. I just come to remind you, nimekuja kukukumbusha and to remind myself, na pia kujikumbusha mimi mwenyewe, that though this path is not easy, ya kwamba ijapokuwa njia hii sio rahisi, it is not like when we believed, sio kama vile tulivyoamini, it is not like when our fathers believed, sio kama vile wakati baba zetu waliamini, it is not like when our mothers believed, sio kama wakati ule mama zetu it is waliamini, not like in the times of Abraham, sio kama wakati wa Ibrahimu, not in the times of David, sio kama wakati wa Daudi, our character of the year, yule ambaye ni karakta wa mwaka. but these are different times. Lakini wakati huu ni wakati These are different times, my brethren. Wakati huu ni wakati tofauti kabisa. Therefore, I beseech you to give me your time, kwa hivyo naomba mnipe muda wenu, so that we may hear the word of ili God. tukaweze kusikiza neno la Mungu. Sometimes when someone stands here, Wakati mwingine mtu anaposimama that hapa, person may have gone through many things, huyo mtu anaweza kuwa amepitia mambo mengi, preparing that message. akijitayarisha kwa sababu ya ujumbe. Therefore, I pray that you don't doze off. Kwa hivyo naomba ya kwamba usije ukasinzia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Don't move out. Usije ukatoka nje. Just listen. Sikiliza tu And encourage me. na utanitia nguvu. It's not an easy path, but Sio njia rahisi, lakini Matthew chapter number 9 Mathayo mlango wake wa and verse 9, 20 and 22. mstari wake wa 20 na 20 It talks about the woman who was bleeding for 12 years. inaongea kuhusu mwanamke ambaye alitokwa na damu. Matthew 9 verse 20 Mathayo mlango wake wa 9 and 22. 20 mpaka 22. Just then a woman who had suffered for 12 years with constant bleeding came up behind him. She touched the fringe of his robe. Yule mama ambaye alikuwa ameugua kwa miaka mingi sana, miaka 12, akashika tu pindo la vazi la Yesu. For she thought, if I can just touch his robe, sababu alifikiria kwamba nitakapoguza tu pindo lake, I will be healed. nitaweza kupona. It was not easy for this woman. Sio kitu rahisi kwa huyu mwanamke. For 12 years. Miaka 12. I was calculating the days that she lived with that bleeding. Nilikuwa najaribu kupiga hesabu zile siku alikaa na ugonjwa huo. The days were 4,380. Zilikuwa siku 4,300. That day in, day out. Lakini kila siku the woman was bleeding. Huyu mwanamke alikuwa anatoka na damu. And the Bible says she spent everything she had. Biblia inasema kwamba alitumia kila kitu alikuwa nacho. To try and cure her situation. Akijaribu kujitafutia matibabu. But it was not possible. Lakini haikuwezekana. Until this moment. Mpaka wakati huo. When she touched the robe of Jesus alipoguza pindo la vazi la Yesu. We know the attire that the Jews wear or used to wear. Zile nguo ambao Wayahudi walikuwa navaa. And the woman came hiding herself. Na huyu mwanamke akija alikuja kama amejificha. And touched the corner of the robe of Jesus Christ. Na akaguza vazi la Yesu. And right inside her. Na ndani yake she was expectant. Alikuwa na matarajio kwamba akiguza, ya kwamba akiguza tu that she could be healed. Angepona. And that's what happened. Na hivyo ndivyo ilifanyika. That the flow of blood stopped. Ya kwamba mtiririko wa damu ulisimama. And the woman was cured. Na akawa amepona. Praise the Lord. Amen. In John chapter 5. Katika Yohana mlango wa 5. Hello.
Hello? Hello. If you want to encourage me, just put up your hand. Unaweza inua mkono ili ukaweze Yeah. kunitia nguvu. I have seen you. Nimewaona. In John chapter 5, Yohana Mtakatifu it talks about a man who lay there for 38 inaongea years. kuhusu mtu ambaye alilala mahali kwa miaka 38. 38 years. Miaka 38. Some of us here are not yet 38. Wengine wetu tujafikisha miaka But hiyo. this man lay there for 38 years. Huyu mtu alikuwa amelala pale miaka 38. He could not turn. Hangeweza kujipindua. He could not get into the pool. Hangeweza kuingia kwenye kidimbwi. He lay there, Alilala pale waiting for any merciful person to pass akingojea mtu by. yote amuonyeshe huruma. Maybe even this man had wounds on the body Labda huyu mtu alikuwa na vidonda kwenye mwili because wake of lying on the same kwa side. sababu ya kulala kwa upande mmoja And wakati he mwingi. laid there. I don't know whom he was waiting for. Na alilala pale kama hakuna mtu anatarajia na ngojea. And the same Jesus, our Lord, Na huyu Yesu Kristo when he was passing there, alipokuwa akipita mahali the pale, Bible says many infirmed people were brought there and they were lying there. Biblia inasema kwamba kuna watu letwa na walikuwa wanalala pale, The blind were there. na vipofu walikuwa The pale, deaf and the lame were there. viziwi na vilema walikuwa pale, And this man was also there. na huyu mtu pia alikuwa And pale. when Jesus was passing Na by, wakati Yesu alikuwa anapita, he saw a man who could not stand. akaona mtu ambaye hangeweza kusimama, And Jesus stopped near him na Yesu and akamkaribia, asked him, do you want to be whole? akamuuliza, unataka kuwa mkamilifu? And you know what the man said? Na mnajua vile alivyojibu, Because we read the Bible. kwa sababu tunasoma Biblia. He said, sir, I have no one to take me into the water. Akasema, ndio, sina mtu wa kunitumbukiza kwa maji, And therefore, how can I be healed? na kwa hivyo nitaweza kupona aje? How can I be cured Nitaweza kuponywa aje with no one to dip me into the kama water? sina mtu wa kunitumbukiza kwa maji? And Jesus realized the desperation that was in this man. Na Yesu akaona ile haja ilikuwa ndani ya moyo wake, And Jesus told the man, na Yesu akamwambia, pick up your mat and go. chukua godoro lako na uende. Praise the Lord. Amen. Pick up your mat and go. Chukua godoro lako na uende. Though he laid there for 38 Japo kuwa years, alilala pale miaka 38, just a single moment, lakini siku moja tu he woke up and sat up and walked away, akainuka na kuketi na akaondoka, and akaenda carrying her mat on his shoulder. kibeba godoro lake kwenye shingo lake. And we know the Pharisees started bringing him problems, Na Mafarisayo wakaanza kuleta siasa, asking him, who told you to carry your mat on a Sabbath day? wakimuuliza, kwa nini unaweza kufanya hivi siku ya Sabato? And he answered Na akawajibu, that the man who cured me, yule ambaye the aliniponya, man who healed me, yule ambaye told aliniponya me to take up my mat and walk. aliniambia nichukue godoro na mimi And the niende. man obeyed and walked away. Na huyu mtu akatoka na akaenda. It was not easy for him. Haikuwa kitu rahisi It kwake. was not easy to lie for 38 years. Haikuwa kitu rahisi kulala miaka 38. We remember Hannah, Tunamkumbuka Hana, the wife of Elkanah. mke wa Elkana. Because of time, I will not read many Kwa sababu ya scriptures. wakati sitasoma maandiko And mengi. Anna was childless. Hana hakuwa na mtoto. We know the story. Tunajua hadithi. And there was a co-wife, Penina. Na alikuwa na mke mwenza alikuwa anaitwa Penina. And Hannah had a lot of hard time. Na Hana alikuwa na wakati It mgumu was sana. not easy for her to move out every morning, Haikuwa rahisi kwake kutoka nje kila maybe out siku. of her tent, Labda kutoka kwa hema yake and found Penina at the door. na apate Penina hapo And nje ya Penina mlango. started mocking her. Na Penina angemdhihaki. It was not easy for Hannah to I- swallow the mocks. Haikuwa rahisi kwa Penina, It was kwa not Ana easy for her to swallow the mockery. kuvumilia ile dhihaka. So it went through for a very long time, Kukaenda hivyo baada ya muda mrefu, until when God blessed her with Samuel. mpaka wakati Mungu alipombariki na Samueli. We remember Hagar, Tunakumbuka who was Hagari, a slave of Sarah, the wife of yule alikuwa Abraham. mjakazi wa Sara. We know the story so well, Tunajua hadithi vizuri, that after the desperation of Sarah, when she could not bear ya children, kwamba baada ya kujua kwamba Sara hangeweza kupata she mtoto, gave this girl to Abraham alimpatiana Haga kwa Abraham to sleep with her so that she may get an offspring. ili akaweze kupata mtoto na yeye. And the slave girl had no choice, Na huyu msichana hakuwa na because when you are a slave, you don't have a choice. sababu unapokuwa mjakazi huwezi When kuwa you na are a chaguo. slave of a situation, you don't have a choice. Unapokuwa mjakazi hauna
hauna uhuru. The situation lies on you. Ni wewe tu mwenyewe uamue. The slavery lies on you. Unaamuliwa na yule ambaye And amekuajiri. therefore Hagar slept with Abraham. Na kwa hivyo Hagar akaenda na In the Abrahamu. process, Ishmael was born. Na Ishmaeli akazaliwa. After he was born, Baada ya kuzaliwa kwake, because Abraham had a promise from kwa God, sababu Ibrahimu alikuwa na ahadi kutoka kwa Mungu, and Sarah could no longer wait. na Sara hangeweza kungojea. Abraham was promised when he was 75 years. Ibrahimu aliahidiwa wakati alipokuwa miaka 75. And for 25 years the promise was not fulfilled. Na baada ya miaka 25 ahadi haikuwa We imetimia. know Isaac was born when Abraham was 100 years. Mnakumbuka Isaka alizaliwa wakati And Abrahamu alikuwa when amefikisha Sarah miaka was 90 100. years. Na Esau alikuwa miaka 90. And therefore Sarah, after Ishmael was born, Na wakati Ishmael alipozaliwa, Sarah started despising Hagar. kwa hivyo Sara akaanza kumdharau Until Hagar. the slave girl was chased away. Na Hagar baadaye akafukuzwa. And in the wilderness, Na akiwa katika it was jangwa, not easy for Hagar to look at his son die. haikuwa rahisi kwa Hagar kuona mtoto wake akifa, To look at her son die of thirst. kuona mtoto wake akifa kwa sababu ya kiu. So he set him somewhere Kwa hivyo akamweka mahali and went a distance to watch from afar. na akajiondoa kando ili akatazame And kwa I mbali. thank God who was right there in the Nashukuru situation, Mungu ambaye alikuwa pale katika hali hiyo, because he opened a wall for Hagar. kwa sababu alisikia maombi And ya Hagar she was able to feed her boy. na akaweza kumlisha. The same case with Shadrach, Meshach, and Abednego Vile vile na Shadrach, Meshach na in the Abednego lake of fire. wakiwa katika moto. It was not easy for them. Haikuwa rahisi kwao. Remember I said it is not an easy path. Mnakumbuka ya kwamba sio njia rahisi, But lakini the widow and his two sons, yule mjane na watoto wake, vijana wake wawili, this widow, huyu mwanamke the mjane, husband has died. mume alikuwa And the creditor had not come there before. na wale wadeni wake walikuwa wamekuja kuchukua But watoto wake. immediately after the husband died, Lakini baada ya mume wake kufa, the creditor came. wale wadeni walikuja. This is a real life situation in our days. Hivyo ndivyo hali kama hiyo katika siku zetu, That after the loss of someone, ya kwamba baada ya kupoteza mtu many things happen. kuna mambo mengi And therefore the hutendeka. creditor came Na yule mdeni anakuja and told the woman, na I akamwambia want to mwanamke, these two boys, nataka kuchukua vijana so wako that they wawili may be my slaves. ili wakaweze kuwa watumwa wangu. Remember, the father is not there. Mkumbuke baba hayuko. God bless the fathers, Mungu awabariki wa baba, because they stand for the family. kwa sababu wanasimamia familia But zao. this husband is no longer there. Lakini wakati mume It hayuko, was not easy for this widow haikuwa rahisi kwa huyu to mjane see her sons being carried away kuona vijana wake wakipelekwa utumwani, until a miracle was performed. mpaka wakati muujizo That ulifanyika, the jar of oil didn't stop. ya kwamba mafuta haikuisha kutiririka. It was not easy for Daniel in the den of Haikuwa lions. rahisi kwa Danieli akiwa katika tundu la simba. That the Lord God shut up the mouth of the lions, Lakini mbona Mungu alifunga midomo and ya he was simba not devoured by them. na hakuweza kuraruliwa na simba? Bwana asifiwe. Praise the Lord. He shut the mouths of the lions. Aliwafunga midomo simba, And it's like Daniel became just like one of them. na ni kama Danieli akawa kama mmoja wao. And therefore they slept together in Kwa the hivyo walilala den. pamoja wakiwa katika And he shimo was not hurt. na hakuumizwa. The widow who was persistent, Mwanamke ambaye alikuwa when amesisitiza he sana, was following a judge, akiwa anamfuatilia yule hakimu, she was following an evil judge. alikuwa anajaribu kufuatilia hakimu. Have you ever presented a case Ushawahi patiana kesi to a big person kwa mtu mkubwa, and the person looked down on you? na huyu mtu mkubwa This is anakuwa. what happened to this woman. Hivyo ndivyo ilifanyika kwa huyu That mwanamke, every morning, every day she came to the judge, ya kwamba kila siku alikuwa anaenda kwa huyu hakimu, na judge akampuuza. lakini the judge despised her. And remember, she was a widow. Nakumbuka kwamba alikuwa mjane, But God was right in that lakini situation. Mungu alikuwa ndani ya hali hiyo Because of her persistence. kwa sababu ya kusisitiza kwake, And the judge feared to be bothered every day. na hakimu alikataa kusumbuliwa kila siku. He solved her case.
akamtatulia kesi yake. The power of persistence. Nguvu ya It kustahimili. was not easy for her. Haikuwa rahisi kwake. Because I don't want to take a lot of time. Sababu sitaki kuchukua muda mwingi. I want to remind ourselves Nataka tujikumbushe that as it was in the times of Jesus, kwamba vile ilivyokuwa siku za Yesu, our high priest, mkuhani wetu mkuu, praise the Lord, Bwana in asifiwe, Hebrews 4, katika kitabu cha I Waebrania, request that we read that Hebrews 4, Waebrania 4:14 and 16. Hebrews 4:14 and 16. Waebrania, That our high priest is not like the high priest we have today. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to what we believe. amen. Continue. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all the same testings we do, yet he did not sin. Hebrews 14 and 16. Amen. Waebrania 14 hadi 16. Waebrania 4 14 mstari wa 14 hadi Tusomewe kwa 16. Kiswahili. Wacha tusome. Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. 16. Basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. That the one we follow, Ya kwamba tunayemfuata, that the one who called us, yule ambaye alituita, the high priest, even Jesus Christ, kuhani mkuu, he sympathizes with our situations. anatuhurumia na hali zetu. He feels what we feel. Anasikia vile Because tunavyosikia, he lived on this earth. kwa sababu aliishi katika dunia For hii. 33 years he walked in this earth. Miaka 33 aliishi katika dunia hii. I tell you, my brethren, this Na kuambia morning, ndugu zangu asubuhi ya that leo, he is always right in our ya situations. kwamba ako ndani ya hali zetu. 2 and 2 was 4. Amen. 2 and 2 is 4. 2 na 2 inakuwa 4. As it was in our Lord's time. Hivi ndivyo ilikuwa wakati wa And Bwana. even today 2 plus 2 is 4. Na hata saa hii 2 ukiongeza 2 ni 4. Because it has not changed. Sababu haijawahi Because geuka. our high priest has not changed. Kwa sababu kuhani wetu mkuu hajabadilika. Are you there and you are saying it is not easy for me? Uko hapo unasema ya kwamba sio rahisi kwangu. Are you there and you are saying no? Uko hapo na unaona ya kwamba la, I cannot move on. siwezi nikaendelea. I encourage you to hold on. Na kutia nguvu uendelee. Do not quit. Usije Do not leave the faith. Amen. Do not leave the faith. Usije ukatoka kwa imani. We are in different states of life. Tuko katika viwango tofauti ya maisha. There are men here in our midst. Kuna wanaume There are hapa, women here in our midst. kuna wamama hapa The miongoni youth mwetu. are here. Kuna vijana The miongoni teens mwetu. are there. Hata watoto And wako even hapa. children are here. Na watoto wadogo wako hapa. And everyone in his state or her Na state kila mmoja katika hali yake ya maisha, may be undergoing some difficulties. labda napitia ugumu fulani, And you are saying it is not an easy na path for anasema ya me. kwamba sio njia rahisi. You are saying it is not an easy road. Unasema ya kwamba sio njia rahisi. And sometimes the song that rings in your mind every morning, Na wakati mwingine yule wimbo ambao unakuja katika akili zako kila and you try asubuhi, to push it away, unajaribu kuifurusha ama kutoa, and you are unable to push it away. na unashindwa kuitoa. The singles in life,
Amen. Those who are living single lives, Wale ambao wanakaa peke yao, they may be saying it is not easy. wanaweza kuwa nasema kwamba sio rahisi. Being single is not easy. Upweke sio rahisi. But may I encourage you, Lakini ningependa kukuhimiza that there is a Lord. ya kwamba kuna Mungu, There is a high priest. kuna kuhani mkuu. Even those who are married, Hata wale wameolewa na wameoana, ask them. waulize. They will say this is not easy. Watasema ya kwamba sio rahisi. They are educating their children. Wanasomesha watoto wao. School fees is a problem. Karo ya shule ni shida. And they may be saying it is not easy. Na unaweza kuwa nasema kwamba sio Though rahisi. we are blessed with teenage boys and girls, Japo kwa tuko na vijana, tumebarikiwa na wasichana. parents are saying it is not easy to Wazazi bring them wanasema up. kwamba sio rahisi kulea watoto. But with the Lord guiding the way, Lakini na Mungu akiwa with the anatuongoza, Lord leading the way, Kristo akiwa anatuongoza, it shall be possible. inawezekana. Even that one which you think is so much lost, Hata hilo ambalo kama limepotea sana, it is possible. inawezekana. Our Lord is a Lord of possibilities. Bwana wetu ni Mungu ya kuwezekana. That impossibility you have tried for a long time, Hilo jambo ambalo haliwezekani kwa muda mrefu, it is very possible. yawezekana. Could that be in the ministry? Labda ni katika huduma And you are saying, I cannot continue. na unasema siwezi endelea. Remember, whoever called you Kumbuka yule ambaye is alikuita, so much able. yeye ana uwezo, He's leading the way. atakuongoza Just katika stretch njia. your hand unto him. Nyosha tu mkono wako kwake, And when he holds your hand, na atakapokushika mkono, haya mambo yatakuwa rahisi. it will be easy. He makes the very difficult things easy. Anafanya yale mambo He makes magumu the very yanaonekana difficult rahisi. situations easy. Anafanya hali inakuwa ngumu na inakuwa rahisi. And when I was preparing myself to speak, Na wakati nilipokuwa najiandaa I kunena, remember the words in Ecclesiastes. nikakumbuka maneno katika kitabu cha Mhubiri, The word that says a live dog is better than a dead lion. maneno ambayo yanasema kwamba umbwa mfu ni bora kuliko simba, Because however the lion was strong before it died, ya kwamba ijapokuwa simba alikuwa na nguvu kabla hajafa, now it is dead. sasa amekufa. There is a big speaker here. Kuna spika kubwa However sana. lion may be, Ijapokuwa simba inaweza kuwa kubwa, but it is dead. lakini ikawa imekufa. A live dog is better than that lion. Umbwa ambaye ni hai ni bora kuliko simba Because that aliyekufa, dog can bark sababu huyo umbwa anaweza bweka. Amen. and scare away the thief. Na akaweza kukufukuza mwizi. That person you are living with in your marriage, Huyo mtu mnaishi naye katika ndoa yako, sometimes wakati mwingine vijana wako pale. Sometimes you may feel as if he is that dead lion. wakati mwingine unaweza fikiria kama ni yule simba ambaye amekufa. But remember, Lakini a kumbuka, live dog is better than a dead lion. umbwa ambaye anaishi ni bora kuliko It simba may be aliyekufa. thin, it may be thin. Inaweza kuwa labda ni umbwa It mdogo, may be haina ukali. pengine sio You see mkali. that dog you see and it calls its tail na anaificha katikati ya miguu. Amen. Mbwa kama huyo mwepesi ambaye hatawezi fukuza kuku. Umbwa mpole. Mofi, hiyo mofi. It is not even a dog. Ndio. We call them mofi because it is just there. Mofi. Yeah, mofi. Mofi. It is just there. Iko tu hapo. It is not even a dog. Hata sio umbwa. But that small thin dog is alive. Lakini ijapokuwa ni ako kadogo, lakini ni kako Honor hai. that person who is alive. Ama huyo mtu ambaye ni mzima. Honor that person who is alive. Mheshimu huyo mtu ambaye yuko hai. Because a time will come when God will reach him Kwa sababu wakati unakuja ambapo Mungu atamfikia and change him. na atambadilisha. I felt to say so because we are living in very dangerous times. Nimehisi kusema hivyo kwa sababu tunaishi wakati ambapo ni mabaya sana, That we even wish our spouses dead. ya kwamba tunamtakia hata wenzetu wenye ndoa kifo, Because they are big dead lions. sababu wamekuwa ni kama simba wakubwa ambao wamekufa. But remember, a live dog is better than that dead Lakini lion. kumbuka, umbwa aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord.
You may have gone through a loss. Unaweza kuwa umeenda kwenye hasara. We have been having experiences of loss of loved ones. Tumekuwa tukipata kupoteza na wapenda wetu. And we are saying it is not easy even for the church. Tunasema kwamba sio rahisi hata kwa kanisa. It is not easy to keep on. Sio rahisi kuendelea These announcements. Matangazo kama We hayo. may be saying it's too much. Tunaweza kuwa tusema kwamba sasa yametosha. But remember, with the Lord holding our hands. Lakini kumbuka Mungu Bwana akitushika mikono. Could be it's a loss of a job or loss of a business. Labda ni kupoteza kazi ama kupoteza biashara. Could be it's a young man who dropped out of school. Labda ni mtoto aliacha shule And the parents have no fees. na wazazi hawana karo ya shule. And we are crying within. Na tunalia ndani. Just look at your neighbor. Angalia jirani yako. Can you read her mind? Unaweza kusoma mawazo yake. Angalia uniambie kama unaweza. Yeah. Though that person is well dressed. Japo kwa mtu amevaa vizuri, In a suit, akona suti, in a tie, akona tai, in a good attire, akona mavazi ya but we kupendeza. cannot read their mind. Lakini huwezi soma mawazo yake. But probably you are there and you are crying. Lakini labda uko hapa na unalia. You are saying it is not easy. I'm going to quit. Unasema kwamba ninaenda kuachana na hii. You are saying it is not easy. This is Unasema not kwamba easy. sio rahisi sasa. Though we encourage every day here in this pulpit. Ijapo kwa tunawahimiza kila siku katika madhabahu haya. But you are saying it is not easy. Lakini unasema kwamba sio rahisi. You are saying like me it is not easy. Unasema kwamba kwangu sio rahisi. That even the economy of our nation. Japo kuwa uchumi wa taifa. And because all of us here are Kenyans. Sababu sisi sote ni wa Kenya. The economy is not easy. Economy sio rahisi kwetu uchumi. Yesterday I realized that sugar has gone up. Jana niligundua kwamba sukari imepanda. Where I had left it. Wakati nilikuwa It is nimeiacha. not where it was yesterday. Haikuwa hapo mahali niliacha ulipofika jana. Because the economy of the nation is not right. Kwa sababu uchumi wa Kenya hauko sawa. But we don't quit. Lakini sasa We don't give up, brethren. Amen. Hatulegei na tuvunjiki moyo. Though it is not easy. Japo kuwa sio rahisi. And we know the song that has been sung. Tunajua ule wimbo ambao umekuwa ukiimbwa. And even at school I see small children singing it. Hata kwa shule naona watoto wadogo At wakiimba. first I used to cane them. Wakati wa mwanzo nilikuwa na wachapa. I used to cane them or pinch. Nilikuwa na wachapa ama kuwachuna. When they sang that song. Wakati walikuwa na wimbo huo wimbo. Nani anajua ni wimbo gani? Yeah? Elda Kisiula. Nani anafikiria ni wimbo gani? Skiza ground. Yeah? Kuna mtu anasema I used to cane them when they sang the song. Eh? Elder Robert is saying hiyo. And you Ni Kasongo. Amen. Umesema. Na si kutaka tuseme. Ehe. Sometimes you wake up and unaisikiliza kwa mawazo because the economy is not right. Sababu uchumi sio mzuri. But we don't give up. Lakini hatulegei. Though that business is not showing. Japo kuwa biashara haifanyi vizuri. It is at the verge of collapsing. Inaonekana ya kwamba inataka kuharibika. That will not be our song. Hiyo haitakuwa ni wimbo wetu. Nowadays I don't pinch them. Siku hizi si wachuni. Because the song is all over. Sababu wimbo sasa uko kila mahali. It is all over. Uko kila They mahali. also hear their parents singing at Hata home. wanasikia wazazi wao wakiimba Now wakiwa how can nyumbani. I help them? Sasa nitawasaidia aje? I used to tell them that is not a good song. Nilikuwa naambia kwamba huyo si wimbo mzuri. And because we meet every morning in school for devotion and preaching to Lakini the kwa sababu kids tunakutana kila siku asubuhi tukiwa katika devotion and teaching the children. na tukiwafundisha watoto. Okay, I cannot allow them to sing during devotion time. Okay, siwezi waruhusu waimbe tukiwa But katika even ibada. one time one child sang Lakini hata kuna wakati mmoja mtoto mmoja aliimba when the teacher was preaching. wakati mwalimu alikuwa na ubiri. Na unashangaa tu na unaendelea. Amen. Because it's being sung. Kwa sababu But that is inaimbwa. not our song. Lakini huo sio wimbo wetu. Our reverend usually tells us that our economy is Mchungaji wetu anatuhisa kwamba uchumi wetu ni wa mbinguni. sio hii. Sio hii. Though that son may be sent out of school, Ijapokuwa wimbo unaweza imbwa,
The son may be sent out of school ijapokuwa mwana anaweza fukuzwa shuleni because of school fees, sababu ya karo ya shule, but we shall not sing the song. lakini hatutaimba wimbo We huo. shall lift our eyes unto the Lord. Tutainua macho yetu kwa Mungu. We shall raise our hands unto him. Tutainuliwa mikono Mungu wetu. Na tumwambie kwamba ingawa njia hii si rahisi, And we tell him though it's not very easy, lakini ninaye. I have him. Ninaye Mwokozi aliyenifia. Amen. I have the Lord who died for me. Ninaye Mwokozi aliyenifia. And if he was able to die for me, Na kama aliweza kunifia, what else cannot he do? ni nini hiyo ambalo hawezi What akafanya? else can't he not do? Ni jambo gani hilo hawezi akafanya? Is it pain? Ni uchungu? Is it that disease? Ni ugonjwa huu? Is it that sickness Ni ugonjwa huo that is not going even with drugs? ambao hautoki hata kwa madawa. Praise the Lord. Praise the Lord. And one time it was not so easy for me. Na wakati mwingine haikuwa rahisi kwangu, That I did something that I didn't even tell my elders there. ya kwamba nilifanya kitu ambacho hata I was sikueleza coming elder. from hospital Nilikuwa natoka hospitali and my bag was full of dawa. na bagi yangu ilikuwa imejaa madawa, And that doctor had given me a lot of na drugs. daktari alikuwa amenipea madawa mengi sana, And I said I will not go home before I pass by the church. na nikasema sitafika nyumbani kabla I had sijafika not even kanisani. notified the reverend whether I was coming. Sikuwa nimeeleza mchungaji ya kwamba ninakuja. And I met Mrs. Kisula there. Na nikakutana na Mrs. Kisiula. I asked her whether the reverend is there. Nikamuuliza kama mchungaji yako, And I went to him. na nikaenda kwake And I opened my bag na nikafungua bagi yangu and poured the drugs on his table. na nikamimina ama nikaweka hizo dawa juu ya meza yake, And he asked me, na akaniuliza, is hiyo the dawa? hizi zote ni Hizi dawa? zote ni dawa. Oh, Yeah. kumi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kindly inua mkono na usifu Kristo. Amen. Inua mkono. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Sikuwa nakumbuka kwamba Amen. hizi zote ni dawa. Hizi zote ni dawa. And I told him yes. Hizi zote Nikamwambia ni ndio. dawa. Zote ni dawa. Nikazimwaga hapo. Amen. We prayed. Tukaomba, And the next moment I said, na wakati uliopata nikasema, because every month I used some amount of money kwa sababu kila mwezi natumia pesa fulani in the first project of chairs. kwa mradi ule wa kununua viti. Our treasurer is here, Elder Mazenge. Mweka hazina wetu ako hapa, Elder I Mazenge. said this money I used to buy drugs. Sema kwamba hizi pesa natumia kununua madawa And I will not tell anyone. na sitaambia mtu yeyote. Maana kuna wakati itafika uwe peke yako. Amen. Kuna wakati itafika na uchungu ni wako. Praise the Lord. Amen. Kuna wakati itafika na miguu hiyo ni yako tu, itembee yako peke yako. Amen. Na nikasema sasa, nikunywe dawa siponi, nisikunywe dawa siponi. I'm not going to use this money again to buy drugs. Sitatumia hizi pesa tena kununua dawa. And I gave it to the project. Na nikapatiana hiyo pesa kwa mradi. And my family group. Na family group yangu. Obvious, what did they think? Yes, I have money. Wakaona kiongozi wetu ako na pesa. Yes. And I gave a good amount. Na nikapatiana pesa mzuri. Because